are watching Uwezo TV, home of entertainment. Good morning, everyone. Welcome to a brand new day full of possibilities, purposes, and powerful energy. I'm Anne, the presenter, and you are watching Uwezo TV, and this is Morning Vibe. So, guys, today we're gonna talk about human rights, ama the protest yenye ilifanyika huko Nairobi CBD jana. I know many of you mnajua this story ya Albert Ojwang. People are fighting for Ojwang to get justice, right? Na if niguzie tu kidogo, Ojwang was arrested na aliarestiwa akiwa home and everybody alikuwa hapo, even babake was there. So do you think, guys, acha niwaulize swali, after Ojwang got arrested, he was taken to a custody, right? And then all of a sudden phone ikakuja from police station na wakasema Ojwang is normal. Guys, do you think Ojwang alikuwa suspected na kitu, ama do you think alikuwa commit crime, ama do you think Ojwang alikuwa na mistake? Because how can somebody, tuseme for the example it's me, I come from mapolisi wakuje from nowhere and then wani-arrest na wani-take to custody. I don't know even a mistake nimefanya, sijui a crime nimecommit. So do you think hapa kuna secret ambayo hatujui? Because Ojwang tunajua obvious alikuwa mwalimu, right? So mwalimu na mambo na politics aziendani, right? So and sio hiyo tu. So after phone nimetoka from police station, walisema Ojwang is normal, ati amejigongesha kwa ukuta akakufa, so amecommit suicide. So do you think Ojwang ama Albert Ojwang could do that? There is possibility that hapa kuna secret yenye sisi hatujui, and that's why unapata people are fighting for Ojwang to get justice, right? Na tena niko na swali, guys. You guys muna fight for Ojwang to get right, and then kuna hawa wakubwa ambao tulichagua, akina MPs, MCA, kuna pale cabinet, kuna parliament. If those people hatukuwachagua, ama mbona tuliwachagua? Swali yangu ni je, guys, mbona tulichagua hawa watu? Tuliwachagua in order to fight for us, to give us justice, right? So ukiona like kitu kama hii inaendelea, parliament hakuna mtu anasema kitu, they are silent, and I don't know the reason, because they are the first people who should fight for us. Wanafaa kutupigania ama kututafutia justice, ama ndo tupate justice, they have to stand, right? But sasa tunapata kuona ya kwamba wamenyamaza, hakuna mwenye anaongea, they are silent, watching for us tukikufa ama tukiuawa, cause hakuna the way. This guy mwenye anaitwa Kariuki hakukuwa na issue na mtu, and then he was selling mask. Yeye alikuwa kazi, maybe alikuwa anatafutia watoto wake, you never know, ama hiyo ndo busy yake manze. So imagine guy with a lot of hopes, akiona venye watu sasa ni wengi, at least mask zitaenda na leo atanaweza ingisha pesa mingi. All of a sudden police from nowhere anakuja na shoot guy. Imagine
How awkward is that? It wasn't fair. So, according to me, do you think, guys, Karaoke and this man called Albert gonna get justice? Please comment hapo, ingia kwa comment section and tell me your opinion. Tena tukiingia mambo na polisi, we all know that police are there to protect us. Kwanza hao wenye wana protest, they are there to protect them from being harmed, from being killed. But you see, kitu inafanyika saa hizi, polisi ndo wanauana. Why is it so? Polisi wamestoop so low to kill young men. Sisi vijana, kwani we don't have rights? Kwani who are we? We don't have people to fight for us. And why is it basi tulichagua government if they can't fight for us? Guys, mimi niko na maswali mingi. I know pia wewe uko na maswali mingi. But how long will we keep fighting for justice na hatuipati? How long will we keep fighting for justice na hatuipati? We have elders, we have those who have power. They are misusing their powers in order to kill us ama to destroy us. Kama ni hivyo basi, hatungechagua basi government, hatungechagua mtu yeyote. If kesi ilikuwa inafika mahali if kesi ilikuwa inashughulikiwa na wanapolisi, basi parliament na court hakungekuwa, judiciary court hakungekuwa, high court hakungekuwa. Why are they taking that why are they misusing their powers to destroy wananchi? Why is it, guys? Please comment kwa comment section uniambie the reason ama your opinion regarding this case. Do you think Ojwang gonna get justice? Because tunajua saizi people are fighting. Na nikiwakumbusha guys, unakumbuka last year venye kulikuwa na last year but one, that is 2020. Is it 2020? No. Yeah. Do you remember wakati kulikuwa kuna maandamano? People were killed. Many people were killed. Na hakuna mtu yeyote alipata justice. Even today, saizi hakuna kesi inaendelea ya those people who were killed. Walinyimwa haki yao. People were killed, destroyed. Yani tu mwanapolisi tu akona guts, akona power, akona akona gun, anaweza kushoot anytime. Because anajua haezi ulizwa kama ile time waliua watu na hawakuchukuliwa hatua. Do you think hata saizi atachukuliwa hatua? Saizi do you think atachukuliwa hatua? Those people are misusing their power, and as long as we live, mi sidhani kama tutaishi, sidhani kama survive if Mr. Excel So guys, kama president mwenye tumechagua fight for our lives, ametuachilia tu. Kwani what's the work of our president? Ama what's the work of our leaders? Ama why did we choose leaders? Yeah, we choose leaders to fight for us. Tuliwachagua na ili watusaidie, watu protect. Wakati tunanyimwa haki, wakati tunanyanyaswa, wao ndio wa kwanza kusimama na kutupigania in order to get justice. So guys, hii kesi ya justice ya Albert inakuwa too more worse because I think many people gonna die, because if hakuna action, huyo polisi atachukuliwa ama hawa mapolisi watachukuliwa. I think sisi hatuna future. As for me, I'm a Gen Z fighting for light, for my light. Yeah? Najua saa hizi
hata tuko na uoga by the way, sijui kuongelelea mambo na politics inatisha sana, cause hujui what they are up to, hujui ukitaja tu hivi unakujiwa. Tunasikia kuna mambo na abduction, hao wazazi wenye watoto wao walikidnapiwa wakakuwa abducted, and unapata mabodi ama miili ya watu wametupwa. Ukiangalia na postmortem, tukisikia kwa news, unapata watu walienda kuteswa. Unapata mtu ana kucha, meno, macho. So ini kitu imeguza wananchi wengi, na for the government you need to stand and fight for our lives, because we choose you to stand for us and protect us, not to misuse your powers in destroying our life ama destroying our life. Hapana, that wasn't the deal. The deal was nyinyi msimame kama viongozi, mpiganie wananchi, mkiendeleza nini? Mkiendeleza nchi. So guys, please comment hapo kwa comment section, uniambie your opinion, na tena uniambie if Ojwang and Kariuki gonna get justice. Guys, leo nataka mniambie if kama saa hizi tungekuwa na president mzuri, ama leaders wetu wakuwe ile serious, do you think kungekuwa na crime? Do you think kungekuwa na corruption? Do you think ingekuwa ngumu kupata justice? Hapana. So please guys, please tell me in comment section, uniambie, do you think we gonna get justice, ama hii itaenda hivyo tena hivyo kama ile siku ingine ya protesters wengine ambao walikufa na hakuna mwenye alichukuliwa hatua, ama ile kesi ilifungwa? Do you think Ojwang gonna get justice? Please ingia kwa comment section, niambie your opinion. And then guys, don't remember to subscribe our YouTube channel, also like our channel, and also share. Thank you guys. Let us meet tomorrow morning if God wishes. Have a nice day.